Yes, karibuni sana. Naitwa Apostle Sakayo Karidhi Joseph. Leo nataka kuongea mambo mawili muhimu ama matatu kuhusiana na mwanadamu. Maana Yesu alisema jihadharini na wanadamu. Unaweza ukatafuta maadui wa maisha yako siku zote. Unaweza ukapinga Shetani siku zote. Unatafuta ni nani ambaye yuko kinyume chako siku zote. Kumbe ni mwanadamu unayeishi naye, ni mwanadamu unayekula naye, ni mwanadamu ambaye maisha yake yamekabidhiwa apate kukuongoza. Yesu akasema jihadharini na wanadamu. Pia mtumishi wa Mungu Yeremia nabii 17 mstari wa 9 kasema hivi: moyo huwa mdanganyivu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuficha, nani awezaye kujua? Mimi Bwana na usungusa moyo na vinjaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mwanadamu anaweza akawa mnafiki, anaweza akawa pretender mkubwa sana, na lengo lake ni apate chenye anahitaji kwako wewe. Mwanadamu anaweza akakutumia vibaya na asione shida. Mwanadamu anaweza akafanya lolote apate faida kwa ajili yake. Tunabaki kupigana na Shetani, mapepo asubuhi, mapepo saa 7, mapepo jioni, mapepo mchana, mapepo usiku. Wewe unakosa hata maombi ya kumwambia Mungu asante kwa matendo yake makubwa ambayo amekutendea. Unaishi maisha ya vita siku zote, umekunja ngumi ukimpinga adui anayepinga maisha yako. Lakini maandiko yasema ya kwamba asema Yeremia 17 mstari wa 9, moyo wa mwanadamu huwa mdanganyivu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuficha, nani awezaye kujua? Hakuna anayeweza kugundua moyo wa mwanadamu ulivyo isipokuwa Mungu peke yake. Na nimefanya upaguzi wangu katika dunia ninayoishi mpaka mahali nimefika, nikaona hata ulimwengu wa siasa wanadamu udanganyana ili waweze kumiliki na kupata chenye wanataka. Wanadamu udanganyana ili waweze kupata chenye wanataka. Ukiangalia kama taifa letu langu Kenya, tangu kuanzia mzee Jaramogi Oginga na president wa kwanza wa Kenya Kenyatta, tukakuja Moi na kina Saitoti, tukakuja Kibaki na kina Kalonzo Musyoka, tukakuja mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, the former president, pamoja na Ruto. Tunakumbuka viapo walivyokuwa wanapiana kwamba sitakuacha, I will support you, I will support you, nitakupatia support yangu mpaka ufike pale. Lakini wakati ukifika unakuta wameachana, kila mtu ameenda njia yake. Na hii ya karibuni hapa ni ya President Ruto na former makama wake Rigathi Gachagua, nao pia vile walivyotembea nao wamefika mahali hapo wakaachana, hata miaka hii miula au kuisha 5. Ukiangalia wengine at least walikuwa wanadanganyana mpaka miaka 5 ikaisha. Kenyatta na kina Jaramogi walienda miaka itaisha. Moi wakaenda na kina Saitoti na wale waliokuwa na wao miaka inaisha. Haya, tumekuja kwa Kibaki na Kalonzo miaka 5 ikaisha, wakaachana. Tukakuja kwa Ruto na Uhuru miaka 10 ikaisha, wakaachana. Lakini sasa tunaona kile kimekuja kutokea kwa Rigathi Gachagua na Ruto ni kwamba hata miaka 5 haikuisha. Ni nini tunapanda kwa vizazi vijavyo? Kuna picha ambayo tunapanda ya kundanganyana kwa vizazi vijavyo, hakuna kuambiana ukweli. Maana kiongozi ni kioo cha nchi na ni kiongozi ni kioo cha taifa. Kiongozi ni kioo cha nchi, kiongozi ni kioo cha taifa na watu wote. Yeyote anayeongoza ni kioo. Kwa hivyo mbegu tunayopanda kwa vizazi vijavyo, hatujui nini kitasaliwa baadaye. Hatujui nini kitatokea baadaye.
ila maandiko uniambia kwamba apandacho mwanadamu hicho ndicho huwa anavuna. Hayo ni maandiko yanayopatikana kitabu cha Wagalatia, Wagalatia 6 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi. Wacha nikusomee maandiko, maana maandiko ndio kila kitu, ndio yanayotusaidia kama wanadamu. Maandiko yasema hivi, Wagalatia 6 mstari wa 7. Msindanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Whatever tunaweka kwa mchanga ndicho tunachokuja kuvuna. Kama vile tunavunanga dhambi aliyofanya Adamu, lazima tuungame kila mara ile dhambi ya Adamu, ambayo Adamu ndiye aliyemwasi Mungu, sio dunia yote. Mungu akamwambia Adamu dhambi yake inaenda vizazi baada ya vizazi. Ndivyo pia na taifa lilivyo. Taifa la Kenya, mapando ambayo tunapanda as a politicians, kama wanasiasa, kama wasungaji, kama maaskofu, kama mitume, kama minabii, kama viongozi wote, iwe ni idara gani ya mahakama, iwe idara ya mbunge, iwe idara ya seneti, chochote tunapanda ndicho tunachokivuna, na kinavunwa na vizazi vijavyo. Tufanye nini? Tuambiane ukweli. Ukweli ndio kila kitu. Najua mwanadamu anaweza kutumia mbinu zozote amtumie mwanadamu mwenzake. Yesu akasema kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 17, "Jihadharini na wanadamu." Mwanadamu ni mtu wa kujihadhari naye kuliko Saitani, kuliko mnyama, kuliko simba, kuliko wadudu wote wa kila namna, kuliko vitu vyote duniani. Mwanadamu ni mtu wa kujihadhari naye sana. Mimi ni mwanadamu, hata mimi nakuambia jihadhari na mimi. Jihadhari na wanadamu unaoishi nayo. Mambo yanayofanyika duniani ni kwa ajili ya wanadamu. Mwanadamu ako radhi ya kutumia vibaya mno, na atakutumia ile uyaua itumika milele, na mwisho wake mwanadamu atajitenga na wewe. Mwanadamu atajifanya kana kwamba hakuna kitu amekufanya, na kile unachopanda kwa mwenzako hicho ndicho unachokivuna. Na usipovuna wewe, watoto wako watavuna. Na kuonya kwa jina la Yesu popote ulipo, Mungu akusaidie usipande mapando mabaya kwa wanadamu wenzako, maana upandacho hakika utakivuna. Wanasiasa wa taifa la Kenya, nataka kuwaambia hivi: acheni kupanda mapando ambayo yataangamiza vizazi vyetu vijavyo. Acheni kuunda vyama vya ukabila ambavyo vinatawanya taifa la Kenya. Na waonya kwa jina la Yesu, achaneni kutawanya wa Kenya. Acheni kupanda mapando ambayo watoto wenu watavuna. Maana kama umemwahidi mwenzako kusimama naye na usisimame naye wakati wake ukifika, ipo siku mtoto wako atasimama. Nani atasimama naye? Wa Kenya, tufunguke macho. Ni wakati wa kusimama na kusaidia taifa letu. Tusiingie katika mapando ya kisaitani na mapando ya mizimu ambayo hatuwezi tukayang'oa. Tutalipa gharama kubwa sana kulipa siku sijazo. Naiombea taifa na waombea wote wanaotumia watu vibaya. Mungu awasaidie. Msiendelee kuwa namna hiyo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.